nishakwambia niacheni na maisha yangu. Kwa nini mnanifuatilia? Hivi ni mtoto gani ambaye unataka kusikiza wazazi wako? Kwa nini lakini? Mama, nishakwambia niacheni. Shauriwa kuhusu Zainabu. Nampenda. Mege, mtoto wa siku hizi sijui mpoje, amsikilizi, amshauriki. Hapana. Niambie mke wangu. Huyu mwanao Mege, yeye ashauriki hata kidogo kuhusu mapenzi. Yaani yeye na mapenzi tu. Sijui hata tufanyaje mwanangu. Mke wangu, unajua vijana shafika umri wa kubalehe. Wajina washafikia. Akirudi mimi. Sawa mume wangu. Mimi nimekuelewa. Ila naomba akirudi uongee naye. Huyu mtoto ashauriki hata kidogo. Sawa mwanangu. Mwanangu wewe acha tu. Kama vipi naomba tu kwanza tukita. Loma mdogo kanichanganya sana. Shida nini Mege? Eti kisa Zainabu. Na mimi Zainabu nampenda. Sitaki anishauri mtu kisa Zainabu. Zainabu yuko moyoni, nampenda. Umeona? Sishauri kitu chochote kisa Zainabu. Lazima wasikize wazazi wangu. Hapana. Kwa sababu mimi Zainabu nampenda, sitomsikiliza mtu yoyote. Na mtu yoyote hata nishauri kisa Zainabu. Na wewe kama uko pamoja na wazee. Hata kama lakini mpira ndio unatisini. Mungu hata mbele yangu ndio urafiki na wewe ni nini itakuwa basi. Naona tumeelewana. Utaniswamehe, nampenda sana. Hivi sasa unaona mbali ndio sana sema right bora tuteleza tu karibu tuteleza ibagula kitu kilikuwa bora kuendelea mwezi bora yani basi daraja ani gogo tayari ni gogo ya kemi sema tayari baka na soma siala. Nasema nini? Wadogo wewe ni shida hapa nazingua sana. Yaani ndio yote na mapenzi
Shauri kuhusu mapenzi, yeye ndio wote na mapenzi. Haeleweki yani. Kuna ndugu yangu mmoja anaishi naye ndani kwa kaka yangu. Ndio huyu. Wewe namba bro. Wewe ni mtoto wa aina gani? Usipenda kuwasikiliza wazazi wako? Bamdogo, mimi nishawaambia sishauriki chochote kisa mapenzi. Umeona? Mimi Zainabu nampenda. Nimetoka kukorofishana na mamdogo kwa kitu hicho. Alafu na wewe unaingiza kitu hiko. Mimi sitaki, mimi Zainabu nampenda. Nishawaambia kabisa, mimi Zainabu nampenda. Nishawaambia kabisa. Hivyo kwa nini unataka kusikiliza anachokwambia babako mdogo? Babako mdogo anazungumza jambo moja la maana sana. Unabidi uwe na busara, umheshimu babako mdogo. Anakwambia jambo la maana sana. Tena sana. Unabidi uelewe. Wako wenzako kibao wapotea kisa hicho. Unabidi uelewe. Babako mdogo naye baba. Kuwa makini kijana. Kuwa mwelewa. Hapana. Siwezi kwa sababu Zainabu yuko hapa. Mwenyewe. Kwa kitu hiko bado amejishauri kabisa bado. Samani sana. Samani. Kijana mbona kitu kiko sana. Unaonekana na kichwa kigumu sana. Kakangu kanachia mtani mgumu sana. Karibu. Mege nimekuta. Mege katoka muda hajarudi mpaka sasa. Vipi, ulikuwa na shida naye? Kuna issue nilimpanga, kwa alisema nikija hapa naweza nikamkuta. Hayupo. Akirudi nimwambie alikuja nani? Akirudi mwambie Simba alikuja kuulizia hapa. Sawa, nitamwambia. Hapo. Kama kawaida. Wapi hiyo? Nimetoka kwa mwanangu Megi hapo, kuna kitu kufuatilia. Umeshughulana naye? Na issue gani? Kuna issue fulani nilimpanga kwa nikaenda ila nimemkosa sijamkuta. Basi poa, mimi nilikuwa nakaa zangu mtaani. Unajua tena. Baridi mwanangu. Mdogo, niacheni. Huu mguu unaotoka hapa. Hii safari kwa Zainab. Hivyo mtoto gani ambaye hutaki kuelewa? Baba yako mdogo kaongea na wewe na mimi nimeongea na wewe. Alafu isitoshe kuna rafiki yako alikuja hapa. Kumbe ulikuwa uko ndani, nikamwambia haupo.
Kwa hiyo sororoni simamisha hapa ndio hiyo. Hilo tu. Sawa, mimi mguu unatoka hapa naenda zangu kwa Zaina. Ila siku yoyote, muda wowote mimi nitamleta Zaina. Sio tumeelewana? Ila wewe mtoto